Majaribu ndugu, yeye yupo pamoja nawe. Tulia, tulia miguuni pake. Asema mimi ndimi njia, tena uzima wa milele. Pasa sauti atakusikia, kisha mlango atakufungulia. Tufuate nyayo zake Yesu, wokovu wake tutaupata. Kimbilio na tumaini letu ni yeye pekee. Asema mimi ndimi njia, tena uzima wa milele. Pasa sauti atakusikia, kisha mlango atakufungulia. Tufuate nyayo zake Yesu, wokovu wake tutaupata. Kimbilio na tumaini letu ni yeye pekee. Meremeka omosani wekene, ometaya oragokone. Meremeka asema mimi ndimi njia, tena uzima wa milele. Pasa sauti atakusikia, kisha mlango atakufungulia. Tufuate nyayo zake Yesu, wokovu wake tutaupata. Kimbilio na tumaini letu ni yeye pekee. Asema mimi ndimi njia, tena uzima wa milele. Pasa sauti atakusikia, kisha mlango atakufungulia. Tufuate nyayo zake Yesu, wokovu wake tutaupata. Kimbilio na tumaini letu ni yeye pekee. Asema mimi ndimi njia, tena uzima wa milele. Pasa sauti atakusikia, kisha mlango atakufungulia. Tufuate nyayo zake Yesu, wokovu wake tutaupata. Kimbilio na tumaini letu ni yeye pekee. Asema mimi ndimi njia, tena uzima wa milele. Pasa sauti atakusikia, kisha mlango atakufungulia. Tufuate nyayo zake Yesu, wokovu wake tutaupata. Kimbilio na tumaini letu ni yeye pekee. The youth choir, youth, Suneka Central Youth. Number 71. Youth choir, mfanya haraka. Shauka ube. Sing. Kesha ukaombe, panapo nafasi, wakati si mwingi, kwa vile ukeshe. Mwili ni dhaifu, adui hodari, karibu atakuja Bwana wa harusi. Kesha omba, kesha omba, kesha omba, omba, kesha ukaombe gizani mchana, daima kesha. Ukimaliza the pilgrims wakifika tu, mkisikia wanakaribia kumaliza, nanyi jipange hapa. Mungu alifanya
siku sita kamaliza uumbaji ya saba, kapumzika, kaitakasa na kuibariki. Mungu alifanya kazi kwa siku sita, kamaliza uumbaji ya saba, kapumzika, kaitakasa na kuibariki. Sabato ni msingi wa imani yetu, tusifanye kazi siku hiyo, tusitamke maneno maovu, tujitakase. Sabato ni msingi wa imani yetu, tusifanye kazi siku hiyo, tusitamke maneno maovu, tujitakase. Siku hii ni ya furaha na ni ya nuru, nasi twaona raha, twamshukuru Mungu wetu kwa kutupa Sabato takatifu. Siku hii ni ya furaha na ni ya nuru, nasi twaona raha, twamshukuru Mungu wetu kwa kutupa Sabato takatifu. Sabato ni msingi wa imani yetu, tusifanye kazi siku hiyo, tusitamke maneno maovu, tujitakase. Sabato ni msingi wa imani yetu, tusifanye kazi siku hiyo, tusitamke maneno maovu, tujitakase. Twakuomba Mungu wetu utuwezeshe kutunza siku hii, tuwe kamilifu kwako hapa duniani hata mbinguni. Twakuomba Mungu wetu utuwezeshe kutunza siku hii, tuwe kamilifu kwako hapa duniani hata mbinguni. Sabato ni msingi wa imani yetu, tusifanye kazi siku hiyo, tusitamke maneno maovu, tujitakase. Sabato ni msingi wa imani yetu, tusifanye kazi siku hiyo, tusitamke
atatuambia vitu 6 ambavyo Mungu hapendi. Wakimaliza kwa ya kanisa pia mtakuja kwa wimbo mmoja. Pilgrims wakitoka church choir. Mkichelewa tena na peleka mbele. Kwenda kununua
mwanzilishi wa mafuta, tukaenda madukani kununua, tufungulie Masihi twakusihi. Taa zetu ziliishiwa mafuta, tukaenda madukani kununua, tufungulie Masihi twakusihi. Mwokozi kasema, mimi siwajui. Mwokozi kasema, mimi siwajui. Ondokeni kwangu, mimi siwajui. Ondokeni kwangu, mimi siwajui. Ni hakika wengi wetu tumealikwa katika ile harusi kuu ya Bwana, lakini tumekosa imani. Ni kweli nasi tutafungiwa nje kama wale watano wajinga. Rekebisha mpendwa. Utalia. Nilikuwa ninaomba kila siku, mimi nilitoa zaka na sadaka, kuimba na kuhubiri nilifanya. Utalia. Nilikuwa ninaomba kila siku, mimi nilitoa zaka na sadaka, kuimba na kuhubiri nilifanya. Utalia. Naombani, niye mbinguni Masihi, naombani, niye mbinguni Masihi, naombani, niye mbinguni. Utalia. Bongo, nifungue. Bongo, nifungue. Bongo, nifungue. Utalia. Nilikuwa ninaomba kila siku, mimi nilitoa zaka na sadaka, kuimba na kuhubiri nilifanya. Mwokozi kasema, mimi sikujui. Mwokozi kasema, mimi sikujui. Ondokeni kwangu, mimi sikujui. Ondokeni kwangu, mimi sikujui. Thank you. Zipo simu mbili zinatafuta wenyewe. Ikiwa umepoteza simu, tutafute hapa mbele, utatuambia ni simu gani kisha uweze kupewa. Simu ziko mbili, ikiwa ni yako uje upate. Tangazo, wale walipeleka waliobatizwa ambao hawajapata chakula, mnaalikwa huku juu mpate chakula.
kuzisonga zote kaharibika. Miiba ikamea na kuzisonga zote kaharibika. Miiba ikamea na kuzisonga zote kaharibika. Wengi wetu tumesongwa na mambo mengi ya dunia. Wengi wetu tumesongwa na mambo mengi ya dunia. Hatuna nafasi ya kazi ya Mungu. Ukristo wetu kweli hauna uhai. Hatuna nafasi ya kazi ya Mungu. Ukristo wetu kweli hauna uhai. Wakati wa mavuno utapofika, tutaenda motoni. 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 Usiwe mmoja wa wale walio kwenye milima, maana utaaibika wakati wa mavuno. Usiwe mmoja wa wale walio kwenye milima, maana utaaibika wakati wa mavuno. Tunawaambia wanakwando siwajui, tunawaambia wanakwando siwajui, tunawaambia wanakwando siwajui, tunawaambia wanakwando siwajui. Wataliana sawa meno yao, siku hiyo inakuja, fanya matengenezo. Wataliana sawa meno yao, siku hiyo inakuja, fanya matengenezo. Siku hiyo inakuja, fanya matengenezo. Siku hiyo inakuja, fanya matengenezo. Tutatamatishia hapo kwa sasa, tuingie kipindi cha watoto. Tutamalizia hapo, tupate ombi kwanza, tuingie kipindi cha watoto. Shall we pray? Our Lord and our Father, and we thank you for their faithfulness, and we thank you for the good voices that you've given unto us. I praise you for our singing, Father Lord, that we pray that in our sing not to be in vain,
that it may prepare us for the eternal kingdom. Finally, we must move to the next session. We pray that you may be with us. We pray by faith in Jesus' name. Nashukuru Mungu kwa wakati huu. Wakati huu tena tunakaribisha watoto kwa ajili ya wimbo mmoja. Haya, tutasimama wote. Wimbo watoto simama mchangamke. Watoto tusimame. Haya watoto, tunajua wimbo ambao tunaimba, I know that I'm gonna view the holy city. Hata watu wakubwa msimame tafadhali. Watu wakubwa msimame tafadhali. Chakula nafikiri mmekula ni kingi sana. Simame. Haya watoto tuanze. I know that, and please sing. I know that I'm gonna build the holy city. I'm gonna build the holy city one of these days. I'm gonna build the holy city. I'm gonna build the holy city one of these days. I know that I'm gonna meet my loving Jesus. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Naomba tutulie tuweze kuomba. Watoto naomba tutulie tuweze kuomba na tuombe. Baba yetu ishie mahali pa juu, tunakushukuru kwa sababu ya mchana wa leo. Asante kwa sababu ya wakati na asante kwa sababu ya kipindi kwa watoto. Naomba kwamba Roho wako Mtakatifu aweze kutuongoza ili tuweze kumaliza kwa pamoja. Naomba tukiamini kupitia kwa jina la Yesu aliye mwokozi wetu. Hamjambo. Hamjambo tena. Mwambaje. Mwambaje. Wasalamu alaykum. Asante sana. Sisi tunafuraha kuwa hapa mbele kama idara ya watoto. Hatuna uoga wowote. Tunafuraha sana. Watoto, hebu fanya hivi.
tuna furaha sana. Na hii ndio ripoti ambayo ilikuwa katika wiki hii nzima. Watoto walihudhuria kikamilifu. Tulianza na uoga kwa sababu ya COVID-19. Lakini punde tu tulipoendelea mambo yakawa sawa sawa. Watoto wakahudhuria sawa sawa. Siku ya kwanza watoto waliohudhuria katika programu walikuwa 168. Siku ya pili wakaongezeka 188. 203 ilikuwa siku ya tatu. 225 siku ya 4. Siku ya 5 241. Na siku ya leo Sabato asubuhi watoto pia walikuja kwa wingi 248 na 48 katika kipindi cha Sabbath School. Na tunafurahi sana kwa sababu ya watoto hao ambao walikuja. Walifurahia sana kwa sababu tulikuwa na program nyingi sana ambaye kiongozi wetu mmoja atatuambia vile tuliendelea katika wiki nzima na program. Lakini kwa saa hii ningependa kuwakaribisha nyote. Wale walimu wote waliohusika, wahusika katika vipindi vya watoto wako wapi? Wasimame. Hatuna budi kuwatambua na kuwashukuru sana kwa sababu ya kazi nzuri mliofanya. Walimu ambao wako katika kanisa hili ni wengi sana. Na hii ni kazi ambayo inaitwa ni voluntary work. Voluntary because of Jesus. Tunawashukuru sana. Hebu kwa ishara ya mikono geuka msalimie umati. Ndio hao na wengine pia walikuwa sijui wameogopa kusimama, lakini wakiwa mbele ya watoto hawaogopi na furaha nao. Sasa mtamwalika dada Elizabeth hapa mbele atawasalamia. Lakini kabla hajakuja na kuendelea, tulikuwa na dada Spinika Oirere. Hebu wasalimu. Happy Sabbath again. Happy day. Happy Sabbath. Mbarikiwe. Na mimi ni Eric Onditi, mkereketo wenu. Na wasalimu hivi. Masalheri. Masalheri. Habari za jioni. Karibuni. Na wasalimu wote mjambo. Hamjambo. Come 2020. Revival and Reformation, believe God and His prophets. Revival and Reformation, believe God and His prophets. Come 2020. Kwa wale wazazi ambao hawakuleta wana wao, ole wenu ama ole kwenu. Vipi tunasemaje? Ole wenu. Kwa hivyo wiki hii tulianza siku ya Jumatatu na umepata idadi ya watoto waliohudhuria. Siku ya kwanza tukasoma doing the right thing as children, kufanya yaliyo sahihi kama watoto. Tukamwona Josia, kijana mdogo sana ambaye alikuwa ni mfalme. Alikuwa mfalme akiwa na miaka mingapi watoto? 8 years. Na hayo tuliyapata kutoka kitabu cha 2 Kings chapter 22, 23, 2 Chronicles chapter 34, 35. Tuliyasoma hayo yote. Tulikuwa na kazi tulizokuwa tunazifanya. Wazazi wale ambao walileta wanao wanaweza wakashuhudia kwamba kweli tulikuwa tunafanya kazi mbali. Kwa mfano, wale wa chini kabisa hata ambao wanaitwa beginners, tulikuwa tunakala. Tulikuwa tunakala tu. So like the first day tulisoma Josia, tulimkala nani? Josia. Mpaka wakubwa mpaka wa miaka 15. Kuna wengine walikuwa wanaogopa kwamba kuja kule kwa watoto bado ilivyoana 15 years bado ni nini? Mtoto. Kwa hiyo mzazi ambaye ako mtoto wake nyumbani ambaye ana umri wa miaka 15 bado huyo ni mtoto. Siku ya pili tukasoma kwamba there are no age limits for faith. There are no age limits for faith. Hakuna umri kwa imani. Tukamsoma juu ya msichana mdogo ambaye alikuwa anaishi kwa nani? Naaman. Aliweza kufanya Naaman akajua kwamba kuna nabii mahali ambaye alifanya akapona ugonjwa upi? Ugonjwa upi?
kukoma. Tulisoma 2 Kings chapter 5 verse 1 to 19. Tukasoma na tukafanya kazi. Kwa wale ambao wako na watoto, nimeona vijikaratasi nyumbani, wengine wamekala, wengine wamejibu, wengine wamechora. Siku ya 3, trusting God in all circumstances. Trusting God in all circumstances. Kumtegemea Mungu kwa hali zozote zile. Tulimsoma kijana mdogo ambaye alikuwa anaitwa Joseph na aliuzwa kwenda wapi? Egypt. Aliuzwa kwenda Egypt na brothers wake. Kwa hiyo tukasoma mambo mengi na tukasoma kutoka kitabu cha Genesis chapter 37 mpaka 45. Na tulifanya kazi pia. Wale ambao wao wanaweza wakashuhudia kweli kufanya kazi. Kwa mfano beginners, tulikala the beautiful God's love.